tubadilishane mawazo hapa, nikupe wazo fulani lenye akili ambalo litakusaidia. Nataka nizungumze na wale watu ambao wana vision kubwa na wana mtazamo mkubwa wa mbali katika kufanikiwa. Yaani kuna level fulani kwenye mafanikio, wanapojitazama wanajiona. Hawa ndio nataka nizungumze nao. Sasa ikiwa ni mtu wa namna hiyo, unahitaji makundi ya watu wa kuambatana nao hawa wafuatao. Kundi la kwanza ambalo unalihitaji ili ni kundi la kina Petro. Yaani lazima uwe na kundi la kina Petro, wale watu ambao wanakuaga na vielehele. Yaani ukiona kashida kidogo anakufuata, unajua bwana mkubwa, unajua kuna 1 2 3 kinaendelea hivi. Lazima uwe na watu wa namna hiyo. Kama hauna watu wa namna hiyo, ikiwa uko na kampuni, ikiwa uko na taasisi, ikiwa uko na biashara kubwa ambayo ndani yake umeweka watu wengi, na katika maeneo yote yanayofanana na hayo, lazima uwe na kina Petro. Lakini hawa watu wanakusaidia kwa sababu wana uwezo wa kufikia wewe kwa haraka. Yes, hawa ni watu wa kuambatana nao sana. Lakini kundi la pili la watu ambalo unawahitaji, tunawaita hawa ni watu wanaitwa maspai. Yes, and lazima uwe na watu ambao wanakwenda kudondoa, kutafuta habari, kuna nini kinaendelea, huyu anasema nini, huyu anaona nini, huyu anafikiria nini. Lazima uwe na watu wa namna hiyo, maspai. Lakini kundi la tatu, japokuwa watu wa Afrika wengi kwa sababu ya vichwa vyao vibovu huwa wanaishia kwenye makundi haya mawili. Nataka nikupe kundi la tatu la watu ambao unatakiwa kuwa nao. Ni kundi la watu ambao haogopi kukuambia ukweli pale ambapo mambo hayaendi au kuna dalili ya mambo kuharibika. Waafrika wengi hawataki watu wa namna hii. Watu wa namna hii wana faida kwa sababu atakuokoa kwenye hatari nyingi na anguko juu ya maono yako. Si kama unanipata hapa? Yaani mtu ambaye haogopi kukuambia ukweli. Si kama unanielewa? Lakini kundi la mwisho na la 4 ni wale watu ambao wao wenyewe ni kuunga mkono kila kitu. Yaani ni kumwaga tu sifa. Na bwana mkubwa uko vizuri. Ni watu wa namna hiyo. Hao nao ni wa muhimu.